maneno kidogo, burudani kwa sana. Yes. Mbona wimbi sasa? Mimi nikajua unachana ulivyoanza. Nimeweza kama nachana hivi. Sasa mimi nikanasubiri uflow. Sasa nachana mbona kimya? Mimi mambo yako mimi siwezi ya mambo. Haya mambo haya hujanifundisha. Labda kesho tukiamka tena pamoja unifundishe. Mimi tena. Wewe ndio unasema kama tunamkaga mimi namkaga nawe kila siku. Tuendelee. Unanitafuta. Dakika 4 zimesalia kabla tujalianza risala 3 la Weekend Vibes, si ndio? Ya 91.7 City FM. Kaa kwa kutulia. Mpaka pale 1 kamili za usiku. Mimi natakuwa the monster alongside my guys. Golden. Golden. Sasa hii golden ina double E. Tunatofautiana. Ndio. Yeah. Golden double E. Sawa, haina shida. Tumekuelewa. Yes, sawa. Mwanangu mwenyewe kutoka Brazil. El Nino. Wapi tena? Ni Brazil. Okay, sawa. Sema Brazil. Watu na slang zao. Brazil. Sio kasema Brazil. Uko mbali sasa. Tuishie hapo kwa 2-2. Kwa 2-2 imeisha. Wewe ni 2 ameelewa. Rama Tech. Yo, inakuaje mzee? Kama kawa. Niambie. Tupo kwenye Tech na Digital guys, ndio? Ndio. Nimeona kuna WhatsApp wameweza introduce baadhi ya changes. Kuna emoji mpya. Yeah, kuna emoji mpya. Nimeona emoji ya ile nini tunahitaji ile tunazoea mchanga ile chepeo ile, sio chepe. Nini sijui hivyo. Nitaka niseme jina ambalo kwetu tunahitaji, msingeelewa hapa. Yes, so hii inamaanisha nini kuweza kuupdate baadhi ya emoji? So kuupdate emoji tu. Bali wameongeza mpaka muda wa status. Muda status, yes. Yeah, baada ya sekunde 30 na dakika moja. Kwa hiyo siku zote watu wanaangalia namna gani wanaweza wakafanya kitu ambacho kiendelea kuwavutia watu. Kwa sababu ili kitu kiwe kizuri lazima siku zote kiwe na kitu kipya. Umeshanielewa? Tukiangalia WhatsApp tu. Ujue kuna features nyingi ambazo WhatsApp zinafanyika ila kuna mitandao nafikiri watu hawatumii, itarishatumika. Ila tu WhatsApp wanachojaribu kukifanya. WhatsApp ni mtandao mkubwa sana unatumika na watu wengi. Ndio maana kitu kinaweza ikaonekana huko lakini kila mtu akakichukulia kwa ugeni. Swala la emoji mpya, kuongeza muda wa status. Unajua kuna ile zamani kwamba unataka kupost video yako na dakika moja sasa mpaka uikatekate. Umeona? Lakini unachokifanya kuna tangazo lako lina dakika 2. Itabidi uliposti mara 2. Mara 4 kwa kipindi kile. Lakini sasa hivi wameongeza muda. Kwa hiyo wanajaribu kufanya vitu ili iwe rahisi, yani watengeneze urahisi na kuvutia kwa watumiaji. Umeshanielewa? Kwa hiyo siku zote wenyewe wana kauli moja kwamba unapo update kitu ni kwamba kuna zile errors kama zilikuwa zinatokea zamani wanazipunguza, wanaongeza kitu bora zaidi. Na sasa hivi wanapambania sana na swala la kwa simu za Android kuweza kupost status zikiwa na HD quality. Naweza nikipambania. Na sasa hivi wakati kwa sasa hivi mwenye uwezo kupost status HD ni mwenye iOS. Yeah. Zamani ilikuwa walikuwa wanaanza kwenye Android. Umeona? Lakini baada ya watumiaji wa iPhone kuongezeka na madeveloper wengi kuhama kutoka kwenye Android kwenda kwenye iOS. Ikabidi sasa features nyingi sana sasa itabidi zianze kule. Kwa sababu hizi application zote Android ni mfumo. Ila application zina watu wake ambao wanaendeshea. Ina madeveloper, ina watu wa kudesign, ina watu wa kuangalia source code kuweka sawa, umeona, kufanya kitu kionekane kizuri zaidi. Umeshanielewa? Na sio WhatsApp tu. Hata kwa wanaotumia pia simu za Android wengi sana kama umeupdate application zao za message ya Google kwenye Google Message sasa hivi na wameka AI. Yeah. Umeona sasa. Kwa hiyo bado tunazidi kuwa kubwa. Unaposema kuna changes maybe kwenye WhatsApp kwenye nini? Maybe unaweza kwako uone kuna hizo changes.
wanachotaka kufanya ni kuweza kufanyaje ku-update WhatsApp ili hizo changes uweze kuziona. Lakini pia nimeona Apple imepanga kuanza kulipa waigizaji ambao wana series au movies. Hii kibiashara inakaa vipi? Labda Apple mwana nini mpaka kuanza kuchukua hii hapa kwa kulipa? Apple kwanza ni market kubwa. Yaani Apple kwenye swala zima la kimarket wametake over sehemu kubwa sana. Yaani wamechukua nafasi kubwa. Ukiangalia in personality, yani kwamba wewe ukishakuwa na iPhone, yani tuchukue tu issue ya personality. Yani ukishakuwa na iPhone kuna namna unaanza kujifeel tofauti. Yani kuna level fulani hivi unaanza kujihisi kama unapanda, yani umepanda kimaisha. Umeshanielewa? Ndio maana watu wengi sana wanajaribu kuwa na iPhone. Kwa hiyo ile kwa wao imewafanya kwamba kuona nafasi nyingine ya mwanya kuendeleza kufanyaje, kuifanya iwe nzuri zaidi na kuwavutia watu zaidi. Swala la kuwalipa waigizaji haikuanza kwa wacheza movie. Apple ilianza kuwalipa wanamuziki miaka hiyo, kipindi tunatumia kabla ya Apple Music kulikuwa na iTunes. Vile vya iPod vile na video vidogo vile. Kwa Apple ilianza kule kuwalipa kwanza wasanii wa muziki. Baadaye sasa hivi naona wamekuja kwenye swala la kuwalipa wasanii wa movie. Inataka kuwavuta wasanii wa movie, wana kitu wanaita Apple Movie. Apple Movie. Yani Apple wenyewe wana application yao ya movie. Umeshanielewa? Inaitwa Apple Plus nafikiri ile. Manake tunapozungumzia labda hiyo Apple Movie ni tofauti na unaposema ile nini? Apple Music. Na tofauti na Netflix. Ni kampuni mbili tofauti. Netflix wao ishaanza kuwalipa zamani. Netflix wao zamani. Umeona? Sasa Apple Movie hao wanaweza wakateka huko. Kuna sababu ambazo zinaweza zikawafanya wasanii wakawa juu, kwa sababu Apple imesimama katika sehemu kubwa sana kwanza ya kuongeza status, yani value status yao. Umeshanielewa? Wewe nyimbo yako ikiwa kwenye Apple Music au movie yako ikachukuliwa ikawekwa kwenye Apple Music, Netflix tunajua mtu yote anaweza kutumia. Ile inapokuja swala la Apple Movie, maana yake kwamba hata ukiangalia kwenye masuala mazima ya malipo, Apple Movie inaweza ikawa kwenye kulipia ikawa na price tag kubwa kuliko Netflix. Yani najaribu kukuelewa vizuri kwa sababu wasanii wote hata wakibongo wanakuwa proud sana movie zao zikiweka Netflix. Maki unataka kuniambia Apple Movie hiyo inakuja kuwa zaidi ya Netflix. Hicho kitu inaweza take over ama take over, ila nasemea katika swala zima la kuongeza value status. Umeshanielewa? Kama nilivyosema mara ya kwanza kwamba mimi naweza nikawa na simu ambayo sio ya iPhone nikainunua milioni 2, lakini wewe unaweza ukawa na iPhone ambayo umenunua milioni 1.5. Ya kwako ikaonekana ina thamani kuliko ya kwangu mimi. Kwa nini? Value, yani Apple wenyewe walichokifanya ni kwamba kumfanya mtu feel status fulani, yani tofauti na mtu mwingine. Kwa hiyo kuna utofauti wao ambao umechagua. Maana kumekuwa na rate, yani anayetumia iPhone au Android, iwe Samsung, iwe Infinix, iwe nini, kuna kama gap fulani. Kuna gap, yani wewe unaweza ukawa na Samsung S24 Ultra. Mimi nikawa na iPhone 12 Pro Max. Ambayo 12 Pro Max imetoka miaka 3 nyuma. S24 Ultra imetoka mwaka huu. Lakini tukisimama sasa, yani lazima ni kuna status fulani hivi ambayo itaongezeka kwa mtu ambaye ana iPhone. Ni kweli. Hiyo ndo sababu watu wa iPhone wakikupiga picha inabidi mpaka wajisikie kukutumia. Yani utawaomba sana yani. Of course asilimia kubwa wanaotumia, mimi nafikiri kwa sisi Afrika ndo tunaichukulia hivyo iPhone. Umeshanielewa? Lakini kwa mbele wao wana matumizi tofauti. Mbele wenzetu wa Marekani na nini, wenzetu vitu vingi sana wamelinki kwenye Apple ID zao, tofauti na Google Pay. Wengi sana wamelinki kwenye Apple Pay. Kwamba akitaka kulipa atachukua tu ile simu, atagusa hivi kwenye mashine, italipa. Hiyo inaitwaje hiyo? Apple Pay. Sasa tata mangana. Kuna siku niliona kwenye movie, mimi mtu wa movie nasema movie. Niliona watu wanataka kulipana kwamba bana jamaa ana hela kwenye simu, inabidi amtumie mwenzie. Sasa mwana ndo amefanya tu hivi after. Sasa najiuliza hii imekaaje? Nikamwambia nauliza hii ni application ni kitu gani? Kumbe hiyo inaitwaje? Apple Pay ile iko moja kwa moja mle.
Kwa pale inabidi uwe na application ya Apple Pay, huyo na install. Yaani Apple wenyewe walivyo, ukishaichukua simu wenyewe wana zile wanasema application zao muhimu ambazo tayari washaziweka. Umeshanielewa? Na ukiangalia Apple Pay imelinki na benki nyingi sana duniani kuliko ukiangalia hizi skills, ukiangalia hizi Alipay ni China, lakini Apple Pay unaitumia popote. Umeshanielewa? Kwa hiyo unachokifanya kwenye Apple Pay ni kuingiza tu account information yako kwenye simu. Umeshanielewa? Na mpunga uwepo kwenye kadi. Kwa hiyo ukienda supermarket, ukienda kwenye gas station kulipa sijui masuala ya mafuta, ukienda popote, yani utembei na kadi. Unajua wenzetu hawatumii cash. Wao ni kadi. Una kadi utatumia simu. Pap itakata hela moja kwa moja. Uingize hata password. Yani ni hivi. Hala. Mwijako ndo anafanyaga hivyo. Hiyo sio poa mwana. Yaani unagusa tu kitu kinaondoka. Sawa. Nimeona pia huyu tajiri anaitwa Elon Musk, si ndio? Elon Musk. Anawazuia vijana wake wasitumie mzigo. Kwa nini sasa? Mzigo. Anawazuia vijana wake wasitumie hizi iPhone. Yeye yupo against kwa sababu Elon Musk yeye mwenyewe anataka kutengeneza simu zake. Na anasema simu zake zitakuwa the most secured mobile smartphone katika dunia. Ameona nini labda simu zingine ziko secure? Alichokiona yeye sio kwamba simu nyingine haziko secure. Ila nafikiri huu tata ulikuwa mkubwa sana mpaka kuna wakati mtandao wa Twitter ulikuwa ufanya kazi kwenye iPhone. Miezi ya nyuma hapa. Umeona? Mpaka Elon akaenda kuonana na yule mmiliki wa Apple pale. Tim Cook alienda kuonana, alifika HQ pale ya Apple, wakazungumza yakaisha. Anachokitaka Elon, anataka kutengeneza dunia ya kwake yeye peke yake. Sasa ndio wazuia wafanyakazi wake wasitumie simu. Sasa swala la kuwazuia wafanyakazi wake, inawezekana kuna kitu kakiona ambacho yeye kinamshusha kibiashara. Unajua hii ni vita ya kibiashara. Of course. Umeshanielewa? Yeye ana wafanyakazi wengi sana. Maana yake kwamba wale wafanyakazi wote wasipotumia simu za iPhone wakaenda kutumia simu zake, maana yake kuna namna na yeye atakuwa amepanda kistatus. Value status yake itakuwa imepanda. Kwamba soko la Apple tukiangalia sasa hivi kwenye market rate, Apple anauza sana. Hata shipment yake ya simu zake anaanza Samsung na kuja Apple. Na Samsung ingekuwa atoi simu back to back is a series. Angekuwa anafanya kama Apple anasubiri kila mwaka mwezi wa 9 ndo anatoa simu. Maana yake kwamba kila mwaka mwezi wa 9? Mara nyingi anafanya kila mwaka mwezi wa 9. Up next ni 16. Kuna sisi wengine hata hiyo wani yenyewe hiyo. Ila sasa mambo yanaenda kuwa mazuri zaidi. Kwa iOS 18 inayokuja, iOS 18 inayokuja, mambo yanaenda kuwa mazuri zaidi. Yaani mtumiaji Android na mtumiaji iPhone hakutakuwa na tofauti. Kuna gap hapa wanataka kulikata. Umeshanielewa? Na ile gap wanataka kulikata kwa sababu uzalishaji wa Google Pixels umekuwa mwingi sana na kila mtu sasa hivi atumia Google Pixels. Kwa hiyo kuna muunganiko wanataka kuufanya sasa hivi kwa mtu anayetumia iPhone na unajua zamani ilikuwa wewe ukitumia iPhone maana yake kuna vitu mimi mwenye Android huwezi kunitumia kabisa. Lakini sasa hivi wanataka kukata hiyo gap. Kuanzia na mwenye iMessage. Apple wao wana iMessage, sisi tuna Google Message. Ilikuwa ili umtumie picha mwenye Google Message, maana kuna wengine watumii WhatsApp. Utataka kumtumia mtu kupitia Google Message. Google Message wana huo mfumo wa kumtumia mtu picha na media na kila kitu. Kwa ili umtumie mpaka uende labda mtumie kwenye email, lakini sasa hivi ni message, yani ni end to end encrypt. Unatumia na message. Basi sawa. Ndio maana basi kila mtu akiniambia nitumie kitu fulani, ananiambia mimi natumia iPhone, au nitumie muziki fulani, mimi natumia iPhone. Hawezi kutuma. iPhone kuna vitu imeblock kwenye third party apps. Hata Bluetooth inafanya kazi kwenye swala zima la pairing. Sio sharing. Nini tofauti kati ya pairing na sharing? Pairing maana yake ni kuconnect device to device katika mfumo kama unataka kusikiliza ama kuangalia. Lakini sharing maana yake sasa wewe
Kama unataka kunitumia picha utatumia Bluetooth, video utatumia Bluetooth. Kwa pairing maana yake ni kama unavyoona AirPods unavozipea. Si unaona wanakuambia tu pair. Lakini ukifika kwenye kuhamisha vitu wanakuambia share. Yeah. Kuna tofauti gani? Alafu hivi ni kweli mimi maana na experience hiki kitu hiki kwa watu. Hivi ni kweli kwamba kama mtu ana document kwenye iPhone akiwa anatumia PC kutransfer inakataa? Kama ana document kwenye iPhone kutransfer kwenye PC, yani atoe kwenye simu yake kwenye PC. Inategemea anatumia PC gani. Kama anatumia tofauti na iOS, tofauti na Mac, hawezi kushare. Kitu hiko. Kula chuma hiko. Anaweza kushare only akiwa na program moja inaitwa 3U Tool. Lakini hapo tupo kwenye 3U Tool ataweza kutoa kitu kutoka kwenye laptop kwenda kwenye simu. Lakini sio ana document ipo kwenye simu iende kwenye laptop. Nani access? iPhone bana mimi na kama complicated. Yani complicated kwa sababu unajua yani sio complicated. Moja ya simu rahisi kuweza kutumia ni iPhone. Ila ukiwa na vitu vyake. Ukiwa na vitu vyake. Wewe unaona na mambo mengi kwa sababu huwezi kumtumia mtu kitu kwa Bluetooth, huwezi kushare document kutokana na mazingira uliokuwa nayo na vitu unavyovitumia. Ukichukua kwenye kompyuta isome. Haiwezi kusoma. Ngoja sasa nikwambie. Yaani watumiaji wa iPhone ni kama vile tunazaliwa wote kwenye familia moja. Alafu wewe unaanza kujitenga. Yaani kwamba wewe bana wewe ni wa peke yako peke yako. Ndio iPhone. Yaani ukitumia iPhone unajua majority kubwa inatumia simu hizi za Android. Sasa mtu mwenye iPhone ni kama amejitenga. Sababu huwezi kumtumia, huwezi kukutumia. Kwa hiyo umejitenga kwenye ukoo, haupo. Ndio maana wengine tunaona kama ni ngumu. Kuna mtu unaweza ukaachiwa iPhone ishatolewa password. Ukaambiwa bana piga hata picha tu. Wiki nzima. Unatafuta kamera. Alafu pia kuna majaribio ya uwezo wa kuhamisha chats kutoka kwenye Android kutumia IQR code kwenda kwenye iPhone. Kwa WhatsApp ya kawaida tu. Lakini sio WhatsApp business. WhatsApp business bado. Unajua kuna WhatsApp mbili. Kuna business na ile ya kawaida. Kwani ile GB ni aina gani ya WhatsApp? Ile ni modded apps ile, sio WhatsApp wala hata waitambui. Waitambui. Kwa hiyo ndio maana basi ukitumia hiyo GB WhatsApp sijui WhatsApp FM kuna muda inafika ina ban. Wanaban kwa sababu wanakuona wanatumia kitu ambacho wao wanaona kitaweza kinaweza kikatoa siri zako. Kinatoa siri zako kwa sababu gani? Kile kitu kimetengenezwa na watu ambao sio developers wa Play Service, Google Play Service ama Apple. Na Apple ndio maana hawana kabisa yani huo mfumo. Yani hawana kabisa. Ni Android tu ndio inakuruhusu wewe kutoa kitu kutoka kwenye market nyingine, mfano labda kwenye Google tu ya kawaida na kuingiza kwenye simu. Mimi labda naomba niulize swali, sijui litakuwa ni nje, I'm not sure sana. Ndio maana ukiingia kwenye Play Store ukitafuta FM WhatsApp au GB WhatsApp haiji. Huwezi kuikuta. Ila ukiingia Google unaikuta afu unainstall. Mrudie tena. Yaani ukiingia Play Store kwenye simu yako kwa kawaida. Ukisearch FM WhatsApp au GB WhatsApp, umeona? Hupati. Wanasema zile Google ndio. Ila ukiingia Google unaipata na unainstall. Kwa nini? Iko hivi. Hii mifumo Android yenyewe ni open source, ni mfumo wa wazi. iOS, iPhone ni mfumo uliofungwa, secured. Yani kwamba mfumo wa iPhone hauruhusu kitu ambacho kiko nje na mfumo wa iPhone, ila Android inaruhusu kitu ambacho kiko nje na mfumo wa Android. Kwamba kuna application, kuna baadhi ya vitu huwezi kuvipata kwenye Play Store kama hizo GB WhatsApp. Kuna application za kudownload movie, Showbox, umeshanielewa hizo. Hizo ukiingia kwenye Play Store maana yake utalipia, au ukienda kwenye App Store utalipia. Ila ukiingia kwenye Google yenyewe utaiweka, kwa sababu simu yenyewe ina sehemu ambayo inakuruhusu wewe kuinstall kitu kikiwa kwenye unknown source, kwenye source ambayo haitambuliki. Ndio maana kwenye setting kuna unknown. Unknown source. Kwa hiyo ile ukiallow ile maana yake utaweza kuinstall kitu chochote ambacho kiko nje na market.
Umeipata hiyo? Ndio basi zile za kichawi. Zile hizo WhatsApp za hivyo. Si ndio zile ambazo unaweza ukadownload status ya mtu bila mtu mwenyewe kufahamu, si ndio? Yeah. Kitu gani kingine zile zinafanya? Unaweza ukamficha mtu asijue kama uko online. Nishaona pia mtu anaweza akawa amefuta. Yaani unaweza ukafuta message afu yeye akaiona. Yaani umemtumia mtu message kwa makosa, ukasema ngoja niifute. Kwako inakuwa imefutika. Ila kwa mwenye hiyo WhatsApp ya kichawi yeye anakuwa anaona kile ambacho wewe wale ni Wahindi, wale ndio wanaotengeneza zile. Ndio wenyewe. Wale jamaa wale ni wabaya sana kwenye masuala ya software. Wahindi ni wabaya vibaya. Afu Wahindi wanaonekana yani watu wanafanya mahesabu sana. Lakini Wahindi waongo. Anadanganya. Sterling anabeba magari mawili kwa mikono. Nafikiri kitu ambacho kimewashinda ni upande huo, kwamba ukifanya kitu ambacho ni nadharia kuwa reality, hicho kitu cha wameshindwa. Ndio maana mzungu anaweza akacheza movie ipo kwenye hiki chumba hiki, lakini ukaja kumuona iko Amazon, katembea sio na masimba na mafisi nini, yani hadi kuna muda wewe mwenyewe unashtuka, yani unaangalia ile movie. So Wahindi mimi wanachonifurahisha tu masongi yao yale. Mapenzi yao sio poa mwanangu. Mapenzi kwa majani. Yaani Wahindi wanaweza kaangaliana masaa 6. Baada hapo washapendana, yani tayari kila kitu na Rama, tumalize na hii simu ambayo mimi binafsi naichukia. Kwa sababu sina hela. iPhone, sawa? Wao walikuwa hawana hii Face ID. Nimeona pia this week wamepanga kuweka hiyo kwamba simu yako inaweza ika-unlock kwa kutumia Face ID. No, kwenye apps wamesema hivi. iPhone ina Face ID muda mrefu, ila walichosema wao ni kwamba ukitaka kuremove Apple ID lazima uwe na Face ID. Yaani unaweza ukaandika password lakini yenyewe akasema hapana, huyu kaandika password kaziandika sehemu, ngoja tuone sura ya mwenyewe hapa ndio tu remove ya iCloud yake. Ndio alichokifanya sasa hivi ili kugundua huyu ni muhusika mwenye hii simu. Na ni miaka michache sana imebaki iPhone kuwa Android. Maki hili swala nitakuja kuniambia siku moja, kwa sababu kama sasa hivi tu imekuwa na uwezo. Unajua masuala ya kulock application yalikuwa kwenye Android. Yeah. Unalijua hilo? Kwenye iPhone yanakuja. Masuala ya kuficha picha yalikuwa kwenye Android. Kwenye iPhone yanakuja. Picha ulifuta miaka mingi zinaanza kurudi zenyewe. Yaani kuficha kama ulikuwa kuna picha uzitaki zionekane. Sasa zile apps lock sasa hivi wameweka. Kwenye iPhone sio kati yao. Kwenye iPhone ndio hiyo ya 18 inayokuja. Ni Android tu ndio ilikuwa na mfumo mtu akimpigia simu unaweza kumrekodi. Ila sasa hivi iPhone nao analeta. Ni Android tu ndio ilikuwa ukiweka simu kwenye, kwa mfano umeweka wallpaper, kuna simu unaziona ukiangalia wallpaper yake imematch na zile icon. Umeona? iPhone inakuja. Kusani hapo kama wame copy and paste. Kwa mbili sasa hiyo. Inaisha. Alafu sasa mwisho siku yani inakuwa kama hamna tofauti sasa iPhone ya nini na Android. Tofauti utakuwepo kwenye status. Muonekano. Wewe sikiliza, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi nimetumia iPhone kwa muda mrefu, nimetumia Android kwa muda mrefu. Na deal na hivi vitu navijua. Ukiwa na iPhone ukapanda labda hata mwendo kasi, yani umekaa kwenye mwendo kasi, huna kitu cha kufanya, lakini kuna muda tutakutekenya tu, itoe mfukoni ucheze. Gharama, mbona unashawishi tununue iPhone sasa? Yaani kuna namna utataka kuonekana kwamba oya, msinione nimepanda kwenye mwendo kasi, I'm high class, I'm high level. Yaani ni hivyo yani. Utajipigisha masimu hapo. Yani utaanza kuchati tu na mtu yani ambaye hata ulikuwa hata una mpango. Alafu sasa hivi sana hizi macho matatu 11 12 hizi ndio naona sana mtu yani kila muda yani hivi yani yuko hivi yani hata kama muda yani unajua anajua kabisa sasa ni saa fulani lakini basi tu yani yani basi ndio hivyo. Wanaume tunaambiwa tafuta hela. Sasa wangu usiombe msukuma nunue iPhone. We tata mangana nikinunua hiyo. Vita ni vita. Hamna yani
ni simu nzuri kwa sababu ni rahisi kutumia. Mtu anasema kwamba iPhone ni ngumu kutumia. Unasema wewe, mimi nikinunua simuona hao wenye sijui ni nini wanatembea wameishikilia hivi. Yaani mimi nitakuwa tukiongea na kuonyeshia. Kwa hiyo inakuaje? Uione. Mtu anakuza direction umeshika na simu. Umeona hapo? Kata hivi. Yaani nafsi sasa yani watumiaji wa zile simu. Yaani huwezi kumkuta na kuonyesha hivi. Kule kwenye moja. Kwenye nini kinaitwa kiepo kile, si ndiye? Atakuonyesha huko nyuma. Nyuma. Yaani huwezi kumkuta anakuonyesha hivi, sijui hivi na hivi. Yaani yeye ni ila all in one Android ndo kila kitu. Ndo kila kitu. Rama, asante sana. Au ulichomalizia? Nope. Labda tu ni wakumbushe wasikilizaji. Usisahau kutuma text yako au message kwa namba zetu zile 0655665917. Yes, Rama bana yani maujanja kibao. Mimi bana yani nimegeni vitu vingi sana. That's why Rama huwa anakopa hapa kwa ajili hiyo hapa. Au vipi? Next weekend akija tutakuwa na iPhone zetu, tutakuwa anatuelekeza kabisa kwa reality. Fanya hivi. Settings pia atatuwekea kila kitu. Fanya wenyewe hapa, si ndio? Sasa kama unataka kuenjoy iPhone kuanzia 13. Nalo shida iko hapo. Shingapi? Yacha shingapi? 13 1,250,000. Sawa. Tukutane wiki ijayo. Ipo kila kona City FM. Mimi na City damdam. City FM hatari. Naipenda City FM. Bana ni kama kawa na City FM mule. Eyo ipo kila kona. Mimi niko shega na City FM radio. Hata iweje unitoe City FM. Unasikiliza 91.7 City FM. Kwa kutulia. Shoga yangu, hivi umesikia kwamba mwaka huu kuna uchaguzi? Uchaguzi wa nini? Si uchaguzi wa kuchagua viongozi wa serikali za mitaa. Aha. Kumbe. Ndiyo. Lakini wanaendaga wazee. Hamna. Hata sisi vijana tuna haki ya kuweza kushiriki katika uchaguzi ili tuchague viongozi tunaowataka. Kumbe. Ndiyo. Vijana, ni zamu yetu kufanya maamuzi. Twenzetu tukapige kura. Shiriki uchaguzi wa serikali za mitaa kwa ujenzi wa